Sasa tukaondoka na agenda ya 21 vizuri, lakini kadri walivyokuwa wakiendelea kufanya utekelezaji wa ile agenda 21, mambo kadhaa yakaanza kuibuka ambayo yalionekana ni changamoto kwa ile agenda 21. Changamoto namba moja, haikuwa na nguvu kisheria. So haikuwa na empowerment yoyote kisheria kwamba inamlazimisha mtu yoyote kufanya kitu chochote. It was just an agreement na ipo pale. Lakini jambo kubwa kuliko yote kwenye mipango yoyote ile ni ukosekanaji wa fedha. So hela ya kufandi yale malengo waliokuwa wameyaweka ilikuwa haipo, yani haipatikani, na haikuwa imetanabaisha hiyo pesa inatoka kwa nani exactly. Na kwa sababu kulikuwa hakuna sheria kumlazimisha mtu kufanya kitu chochote, pesa ikawa ni ngumu kupatikana kwa ajili ya kutekeleza yale malengo. Lakini la mwisho kabisa ambalo lilionekana kama changamoto kubwa, ile agenda 21 ilikuwa ni document moja kubwa sana. Yani ilikuwa ina vitu vingi imeve-include, na pages nyingi kiasi kwamba watu wakashindwa kujua mwanzo wapi mwisho wapi, yani uanzie wapi uishie wapi. It was kind of difficult kwa watu kudili nayo ile agenda 21. Kwa hiyo hizi changamoto sasa, kipindi cha kutekeleza ile agenda 21, watu wakasema hapana, changamoto zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo ikapelekea mwaka 2000 watu wakakaa tena, wakakutana wakasema bana, ipo haja ya kukaa na kudiscuss hii agenda 21, kweli tunaenda nayo, kweli tutafanikisha au tutakwama. Kwa wakakaa mwaka 2000, na this time walikutana New York. Kikao chao hiki wakasema bana, sikiliza, hiki kikao tuite United Nations Millennium Summit, tukiite hivyo. Na wakajadiliana sana ndani kwenye kile kikao mapungufu yote ambayo wameona kwenye agenda 21, changamoto mbalimbali, na kujaribu kuforecast the future. And then kutoka pale wakaja na tamko ile wanasema declaration. Wakaja na United Nations Millennium Declaration. Hii declaration ilikuwa ina declare nini? Ndani yake ile declaration au tamko lile pale zilipatikana zile ambazo waliziita Millennium Development Goals, MDGs, ambazo this time kutokana na changamoto ambazo walikuwa wamejifunza kwenye agenda 21 wakapunguza. Wasema ile document ilikuwa sana bwana, this time to compress, tupunguze kidogo. Kwa wakatengeneza agenda 8 tu za msingi, yani kwamba bana, hizi agenda 8 mambo yasiwe mengi, tuweke agenda 8 ambazo hizo agenda 8 tutapambana nazo kuhakikisha tunazitimiza. Na this time wakafikiria kama wahandisi wanavyofikiriaga, you see a problem and then you find a solution and then you give yourself time to actually apply the solution to the problem. Ndio hicho walichokifanya. Kwa tatizo walikuwa wameliona. Tatizo kubwa kwa kipindi hicho ilikuwa ni umaskini uliokithiri, yani umaskini ulikuwa umezidi vibaya mno. Kwa kaona okay, tatizo ni umaskini uliokithiri, fine, solution itakuwa ni nini? Wanasema bana, sikiza, tuje na hizi agenda 8, hizi ndo suluhisho la tatizo la umaskini uliopindukia hapa duniani. Okay, tulipe muda gani sasa ili suluhisho tulilokuja nalo ili tuweze kutokomeza umaskini? Wanasema tuweke miaka 15. Kwa wakatenga miaka 15 ya kuweza kuachieve ile Millennium Development Goals ambazo ndo MDG.